kumbe itakiwa kwamba viongozi wa Yanga waitishe kikao, kama sio kikao, kila mtu atambue jinsi gani kitu gani kinaenda kutokea, na mwisho wa siku kinapotokea kwamba wawe ni teamwork ambao wote wameamua kwenye zile swala ambalo inaweza kutokea, lakini sije kuwa kwamba mmoja hajafanya kitendo cha kupeleka timu, mwisho wa siku umetokea kwamba kukatwa kwa pointi 15, alafu mnaanza kupanic kutokana kwamba kwa nini kiongozi hajapeleka timu. Ina maana kama washabiki wanakijua kinachotokea, basi ni swala la wao kuweza kusimamia msimamo wao kama anaweza kusimamia, na mwisho wa siku waone kama wataishia wapi kwa kile ambacho kinaenda kutokea. Na kubwa wanachosema nia ya kusimamia huo msimamo ni kuhakikisha kanuni hazivunjwi, zinafuatwa kama zilivyo, na hawakuamini kuwa kuvunjika kwa dabi ilitumika kanuni ipi ili dabi iweze kuvunjwa. Lakini pia katika ule mchezo, kama unakumbuka Chaz, mashabiki pia wa Simba walikuwepo kwenye dimba la Benjamin Mkapa, lakini kabla ya kutangazwa mechi hakuna mashabiki hata wa Simba waliweza kuzungumza kuwa ni kama viongozi wao walipepesa macho hivi kwa kile ambacho walikiamua, lakini yote kwa yote mchezo haukufanyika, na mashabiki wa Yanga wamesema kuwa wako tayari hata timu yao ishushwe daraja, lakini kwa situation ambayo soka letu la Tanzania linafanyika ni kama haya mazoea yamekuwa ni makubwa sana, kwamba mtu akivunja sheria busara inatumika, mtu akivunja sheria busara inatumika. Ni kama Yanga wanahitaji hili neno busara lisitumike tena, litumike sasa neno sheria na sio busara ndio itumike kwenye sheria za mpira wetu wa Tanzania. Ndio wanahitaji kwamba itumike kanuni na sheria, busara isiwepo ndani ya mchezo wa mpira wa miguu upande wa Tanzania. Lakini tukumbuke kwamba hizo busara wao wenyewe wanazipataga flavor na kuweza kuzitumia, kwamba wanapoenda kwenye situation kama hii, kweli kwamba kwa kipindi ambapo unatakiwa upate maumivu ili uweze kuwaokoa wenzako. Kwa hiyo wanaenda kuokoa labda mpira wetu, lakini tunajiuliza, je, Simba na Yanga lini wameweza kufanya ile miiko, yani tuseme zile sheria kwa ukubwa na kupelekea kwamba kutoka kwenye ile busara ambazo wao hawahitaji. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hizi Simba na Yanga mara nyingi sana huaga zinakosea. Zinapokosea na maana watu wakiwahukumu inakuwa ni ngumu sana wao kuwahukumu. Kikubwa ambacho nakiona kwa upande wa Yanga, ina maana kwamba waweze kuamini TFF, waweze kucheza mchezo na mwisho wa siku waweze kumaliza. Kikubwa ambacho kipo, naona kabisa kwa situation kama hii, kwangu mimi sioni kama kuna haki ya wao kuweza kugomea mchezo moja kwa moja. Kwa kipindi waweze kusawazisha, lakini wahitaji kitu gani ambacho kiweze kutokea ndani ya uwanja. Lakini kuna kipindi ambacho naamini kabisa labda ni mind game. Ni mind game kwa upande wa Yanga kuelekea huo mchezo husika. Inawezekana ikawa kwamba Yanga wanataka kuwatoa mchezoni Simba kuelekea huo mchezo husika ili waweze kupata matokeo. Lakini kikubwa ambacho kipo, unaweza wakanikiza kwamba wao wachezi, mwisho wa siku wakapeleka timu na mwisho wa siku wakaweza kupata matokeo. Kwa hiyo naona kabisa kwenye situation kama hii bado kuna nafasi ya wao Yanga kuweza kukaa chini, kuitisha kikao cha wanachama na mwisho wa siku kujadili kwa ukubwa, na mwisho wa siku nini kitokee ili waweze kufanya vizuri, na mwisho wa siku waweze kupeleka timu na waweze kucheza mchezo husika. Nafikiri na solution hilo ambalo Charles Omar amezungumza hapo, kuwa inawezekana Yanga watakatisha kikao cha dharura kuhakikisha huu mchezo pengine wanatolea maamuzi, yani waangalie upande wa mashabiki pamoja na viongozi, kuwa wakae chini wazungumze ili swala pengine liishe. Viongozi wa Yanga wanahitaji pengine labda bodi ya ligi jiuzulu, lakini pengine haya matukio yanaweza sijitokeze tena kwa msimamo wa Yanga ambao wamejitokeza, lakini yote kwa yote dabi ichezo. Lakini dabi ichezo kivipi? Viongozi wakae chini na wanachama kuhakikisha wanawatuliza kwanza wanachama, pengine msimamo ambao wanao tunaweza tukaenda nao huu msimamo hao mashabiki ambao wanaenda nao, lakini baadaye pengine wakaruhusu mchezo uchezeke, lakini kwa kuweka lile onyo kwamba hili tukio lisijirudie tena. Kama kutatokea na tukio kama hili tena katika mchezo wa dabi au mchezo wowote na watu wakala nyoya kwenye huo mchezo, basi pengine sheria zitafuatwa na sio tena busara kama inavyotokea, kwa sababu tulishuhudia Charles Domayo katika mchezo ambao Al Ahly aligomea kuingia uwanjani. Alipoondoka uwanjani watu wakachukua pointi. Kwa hiyo kuna muda sheria zinafuatwa
haijalishi una nguvu kiasi gani kwenye hiyo nchi. Al Ahly kila mtu anafahamu kuwa ni miamba ya soka Afrika, ni timu ambayo ina mafanikio makubwa sana barani Afrika, lakini pia ni timu ambayo ina nguvu kubwa kwenye ligi yao, Al Ahly na Zamalek. Lakini mabavu ya Al Ahly haikutosha kuvunjwa sheria, ambapo yeye labda asikilizwe sana, pengine mechi igeirishwe ipangwe tarehe nyingine. Mechi haikugeirishwa, wakapokwa pointi, lakini baadaye wakafuata zile sheria kuwa wakakata rufaa, lakini licha ya kukata rufaa tayari watu walishapewa pointi za mezani. Kwa hiyo yote kwa yote, wanachokihitaji ni kama sheria zifuatwe zaidi kuliko busara, japo busara na wao Yanga huwa zinatumika. Yaani mimi nachoona kwangu mimi kwenye mechi husika, kwa siku husika, kitachotokea, tupo hapa Bwana Saidi, kwamba kitachotokea kwamba wanaweza Yanga wakasimamia msimamo wao ikaenda kama kitu ambacho kinazunguka tu hapo hapo, kwamba mechi haichezwi, lakini kwamba Yanga nao labda bodi ya ligi kagalisha mchezo husika, kwa mfano kwamba wakisimamia msimamo kwamba wataamini kabisa kwamba sisi mara kwanza labda tulivunja sheria ambapo labda bodi ya ligi na upande kwa uchochezi wa timu labda ya Simba, lakini kwa Yanga nao wanataka kuangalia je, nao ile busara itatumikaje kwao kuelekea huo mchezo husika. Wanaweza mwisho wa siku saa 7 kama ile au saa 8 kama ile unasikia habari mchezo fulani umegairishwa kutokana na nini hivi. Kwa hiyo hapo utakuwa tufiki. Ina maana kwamba mwisho wa siku waweze kuamua tu kwamba twende kwenye mechi. Ina maana toka sasa hivi waweze kusema kabisa kwamba twende kwenye mechi na mwisho wa siku mechi ichezwe. Hizi Yanga na Simba ndio zinapata sana busara kutokea kwa TFF. Ni mara nyingi sana tunaziona kwenye mambo ya ulozi, mara nyingi sana tunaziona zinaipita kwenye mlango posto tofauti na jinsi gani wanakaa. Mara nyingi sana tunaziona zinakaa sehemu ambazo tofauti na wao wanatakiwa wakae kwenye vikao vya nini. Hizi ndio zinafunga sheria, lakini mwisho wa siku TFF na bodi ya ligi zinawalea. Kuwalea huku ina maana kwamba akiingia kwenye hali fulani ya kutokuwa na hitaji la busara, utapelekea utapata tukio kubwa ambalo litatokea kwa upande wa Yanga, utahukumiwa. Mwisho wa siku utaona kabisa kwamba kwa jani busara isitumike kwenye hukumu kama hii ambayo imetokea. Kwa hiyo kwangu mimi naiona kabisa TFF na bodi ya ligi kama mwenyekiti alivyozungumza kwamba huku kuna watu ndio wamesababisha tufike. Ina maana hawajaanza leo, toka huko chini ambapo miaka hiyo ya nyuma kwamba tulikopo hivi tunatumia busara. Kwa hiyo haiwi haraka sana kwenye kurekebisha vitu ambavyo vitokee. Inabidi iwe mdogo mdogo, na mwisho wa siku baadaye itatokea nafasi kuona kabisa sheria zinafuatwa kuliko busara ambayo inatumika kwa sasa. Sasa bwana, mchezo wa kiporo kati ya Yanga dhidi ya Simba umepangwa kufanyika Juni 15, yani tarehe 15 mwezi ujao, mwezi wa 6 2025, katika dimba la Benjamin Mkapa saa 11 kamili za jioni. Lakini pia bodi ya ligi imefanya maboresho machache katika ile ratiba ligi kuu Tanzania bara. Hivyo ligi kuu ya Tanzania bara itaishwa tarehe 22 mwezi Juni kwa michezo yote kupigwa siku hiyo tarehe 22 mwezi wa 6. Kwa hiyo tarehe 15 dabi, kitoka tarehe 15 tarehe 22 ligi inatamatika mwezi huo wa 6. Bwana, mambo ni mazito sana. Sasa wanasema wachukue pointi, watushushe daraja, tuchezi, tuko tayari kwa lolote tu. Sawa bwana, haina shida. Anasema safi viongozi kwa kunipa tarehe ya dabi. Sasa ubaya ubwela ndio furaha yetu, waache hao waliogoma mechi ndo tuone kama wapo tayari kupoteza alama 3 na kupokwa alama kadhaa. Watajikuta hata ligi ya mabingwa Afrika hawachezi. Sawa, haina shida. Huyu mwingine anasema Simba wanabebwa ila haki liki. Sawa, haina shida. Wana message yako imeunganisha sana. Sawa, huyu anasema niite kama Emmanuel Magele, niko Kahama kaka. Jana nilisema tuna mchezo mgumu, ila nilisema kipolo kitaliwa, na kweli kikaliwa, ila Simba
inavyocheza kwa sasa kaka, sielewi, sijui ni kwa vile ina mechi ya fainali kimataifa. Alafu namaliza kwa kusema kwamba bodi ya ligi isibembeleze watu. Sawa, Emmanuel Magele, nimekuona, anasema tuko pamoja sana mwanzo hadi mwisho. By Yusuf Omari from mjini Micheweni Pemba. Sawa, haina shida. Huyo anasema naitwa Tadeo Shemdolwa Mbande Chamanzi, naipongeza Simba kwa ushindi walioupata dhidi ya JKT Tanzania, ama kweli ubaya ubwela. Sawa, Ali Hatibu Mombo Mazinde, kaka mkiwa hapo studio muite mashabiki wa Simba na Yanga, uchambuzi utanoga zaidi. Sawa, haina shida bwana, siku moja tutawaita hapa. Sawa, niite Bosco Prosper anasema niite Bosco Prosper wa Kagera, kaka Charles Domayo, na wapata vizuri hapo studio. Mimi binafsi naona uongozi wa Yanga na wachezaji mashabiki wakubali wacheze mechi yao ya dabi. Kama hawaamini bodi ya ligi, mbona mechi zao zinazopangwa wanacheza? Huo ni uoga wa kukutana na Simba, mnyama mkali. Pia nawapongeza sana wachezaji wote wa Simba na benchi la ufundi likiongozwa na Profesa Davis kuzidi kujikusanyia pointi na kuzidi kuwakaribia Yanga ambao hawana mechi za kuwasumbua kama Simba. Baba yao anacheza shirikisho na ligi kuu, tena anashinda mechi zake ubaya ubwela. Mimi mwana Simba OG na wanaikataa Simba na kuibeza mwaka huu, watatubu ubaya ubwela. Anamaliza hivyo Bosco Prosper, mdau wetu mkubwa kutokea Kagera kule. Sawa, anasema habari za studio Rabi TV, mko vizuri? Kuchambua kwa kina, vipi Yanga wanacheza lini? Marcel kutoka Bashnet Babati. Marcel, Yanga anacheza tarehe 17 mwezi huu. Simba wakati anacheza nusu fainali ya kwanza tarehe 17, Yanga naye atakuwa dimbani dhidi ya JKT Tanzania tarehe 17 mwezi huu wa 5 katika lile kombe la CRDB Bank Federation Cup. Sawa, huyu anasema naitwa Yanis Lupa Villa, mi naona hao Simba wanayo tu kama hatuchezi wajiandae saba, hao Yanga jeshi kubwa. Sawa, haina shida. Naitwa Min Mako, ongera mnyama. Sawa, haina shida. Huyu mwingine anasema kiwango cha Mutale kilinipendeza sana. Sawa, hujasema anaitwa nani. Naitwa Loma wa Arusha, shabiki wa mnyama. Yanga wafate sheria inavyosema, au hawaamini kuwa tunajenga kikosi, au wanamuogopa Elia Mpanzu? Waseme tu kazi njema hapo studio. Bwana Idabi, kama Yanga hatocheza utani utakuwa mwingi kwamba Yanga inaonekana wanamuogopa Elia Mpanzu kwa kiwango ambacho anakionyesha. Mashabiki wa Yanga mko tayari kuendelea kutaniwa kwamba mnamuogopa Elia Mpanzu? Watu wamengata meno huko kwa dabi ya wachezi, lakini mashabiki wa Simba wanasema kuwa Yanga wanamuogopa Elia Mpanzu kwa unyama anaofanya uwanjani. Sasa nipokee simu chache hapa ambazo mnanipigia hapa studio, then niendelee na kile ambacho tumekiandalia hapa kabatini. Nipokee simu moja hapa. Hello. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Sawa, haina shida. Mwingine huyu. Hello. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Naitwa Miani Maiko, napiga simu kutoka mkoa wa Kagera kwenye Mkudozi. Karibu sana kutokea mkoa wa Kagera. Asante. Ndio. Mimi si kuongea leo, naomba kabisa Yanga waweze kukubali mechi. Ndio. Maana wanajaribu kuigomea bodi ya ligi. Ndio. Sana mtoto kamgomea baba. Sawa. Kwa wakubaliana na bodi ya ligi wacheze hiyo mechi, au kama anamuogopa Panzu waseme. Sawa, haina shida. Wakimwogopa tutamtoa Panzu asicheze, maana naona mimi kama wanamuogopa Panzu. Sawa. Asante. Haya bwana, huo ni utani wa washabiki wa Simba. Anasema inaonekana Yanga
wanamwogopa Elia Mpanzu kwa sababu ukikutana na Volcano anasema kinachotokea hapo ni hatari, maana Volcano inakula kila kitu mpaka chuma. Hiyo ndo Volcano ikipita haiachi kitu salama. Kwa hiyo Mpanzu inaonekana ni kama hatari hivi. Mashabiki wa Simba wanasema inaonekana Yanga wanaogopa Elia Mpanzu. Sasa basi hatocheza ili dabi ichezwe. Sawa bwana, haina shida. Hello? Hello. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Simon kutoka Mbeya. Karibu sana Simon kutoka Mbeya. Mimi ni mshabiki wa Yanga. Ndio. Sasa au Simba wasiseme tunamwogopa Mpanzu. Sawa. Kama akisema tunamwogopa Mpanzu, mechi imeisha kwa nani? Sawa. Ilishia kwa nani mechi? Walishapigwa na deni. Sawa. Ila tunafuatana na sheria zake, tunatembea nao. Tunatembea na sheria zake. Ndio. Watu wanasema, washabiki wanasema busara itumike. Kama mtoingia uwanjani, basi mnamwogopa Mpanzu. Hamna, sisi tunaheshimu viongozi bwana. Sawa. Tunaheshimu sheria na viongozi, tukizungumza ndio tuangalia. Sawa. Ndio, nashukuru. Haya, asante sana bwana. Anasema wao wanaheshimu pia maamuzi ya viongozi ambao wameyatoa kwamba mechi haitochezwa. Hayo ndo maamuzi ya uongozi wa Yanga. Sawa. Hello? Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Jamaa yako Nyanda Mashiri hapa, pande za Mangungu Izinga Tabora. Bwana karibu sana Nyanda Mashiri kutokea Tabora. Unafikiri hao wanamuogopa Mpanzu tu? Budo je? Budo? Siku hizi anawasha sana, anaisubiri tarehe 15 na yuko moto sana. Kwa hiyo jana kukiwasha imekuwa hatari sana kwamba mtani kama Sidhani kama assist atatoa ngapi. Jana tu assist alimuua tu Kibu alimpa sana Budo mpira mizuri sana, mingi sana. Ilikuwa kama ni kufunga, assist zilikuwa nyingi sana za Budo. Unaona bana? Ndio. Cha msingi wana Yanga, mimi nawashauri hii mechi ni kutukia wacheze. Mambo mengine ya nini? Maana sijui wapokonywe pointi. Unajua si wakipokonywa pointi utani tutautoa wapi sasa? Kweli kabisa, kweli. Utani utaisha bwana. Yaani hata hii kupigia na simu hii na mtani wako hakuna hii. Wapige mechi hata wakitufunga si ubaya ubwela. Hilo tunajua, lakini hawawezi wakatufunga. Sawa. Japokuwa wamesubiri wangecheza tu, Simba atakuwa ameshanoga kwenye kombe la shirikisho, atakuwa amekumbana na majitu makubwa makali. Ndio. Bana, pamoja sana, msalimie jamaa wangu hapo mtulivu sana, anapekua tu hapo taki yake. Sawa, haina shida bwana. Huyo ni Nyanda Mashiri kutokea Tabora. Anasema wana Yanga wakubali kuicheza mechi na kama watawafunga Simba watakubali, lakini pia kama watashinda Simba fresh. Kwa hiyo yote kwa yote Yanga wakubali dabi, kuhakikisha dabi inachezwa tarehe 15 mwezi ujao, mwezi wa 6, sio mbali. Hello? Sawa, haina shida. Huyo anasema naitwa Joshua Imanyile. Mpanzu nani mpaka tumuogope? Mbona anaishia kwenye mikono ya Mwenda na Boka? Sawa, na haina shida. Hello? Hello, naitwa Rich, niko Tambi Mpwapwa Dodoma. Karibu sana kutokea Tambi Mpwapwa Dodoma. Hiyo ni Tambi. Tambi Mpwapwa sio? Tambi Mpwapwa Dodoma. Karibu sana. Mimi bwana ni mwana Yanga. Ndio. Ni ushauri tu uongozi wangu kwamba tukubali tucheze tu, hamna namna napo. Tukubali tucheze, tutakalo kwa mbele huko tutapambana nalo. Maana inaonekana viongozi ni kama wanafuata hivi maneno ya mashabiki. Mashabiki wamesimamia msimamo wao kuwa dabi haichezwi. Ni kama wanaonesha mabavu, huku Simba
baada ya kuitikisa bodi ya ligi, mwisho wa siku ikaonekana ni kama Simba wanaheshimiwa zaidi kuliko Yanga. Kwa hiyo Yanga ni kama nao wanataka kuonesha yale mabavu yao kuwa na sisi tunapaswa kuheshimiwa, kuwa dabi hatuchezi. Hapana kiongozi, kwa sababu hakuna namna tena, kwa sababu tumeenda mbele, wamerudisha hapo ndani, na hapo ndani hatuna imani nao. Ndio. Kucheza tu. Wao wanaposema tunamuogopa Mpanzu, sawa, haina shida. Wao walitangaza dabi hawaleti timu ile ya tarehe 8. Kwa hiyo nao walimuogopa Pakome. Ndio. Hapana, nashukuru kiongozi. Niko Tambi Mpwapwa, naitwa Richard Taylor. Sawa bwana Richard, asante sana kwa kile ambacho amezungumza. Mimi nimemuelewa huyu jamaa ambaye amesema kwamba wacheze. Ndio. Kwa situation ya kawaida tukisema bisa kwamba Yanga